Haya maamuzi ni maamuzi sahihi. Sijashawishiwa na mtu wala sijalogwa. Ingelikuwa mtu mwingine angechukua haya maamuzi, bora nife tu. Haiwezekani, bora nife tu. Haiwezekani, bora nife tu. Haiwezekani, bora nife tu. Afadhali. Yaani tangu nizaliwe sijawahi kuona mtu anakufa. Leo ndio itakuwa mara yangu ya kwanza kushuhudia mtu anajinyonga. Ngoja nishuhudie. Anakufaje? Kama kambo wagi naumiza ndio nitajua leo. Ba mdogo. Lakini unakufa sawa. Ila tutakukumbuka sana. Wewe jinyonge. Lakini tutakukumbuka kwa sababu umeamua mwenyewe. Hiyo njia umechagua ni njia sahihi. Wewe jinyonge tu, hamna shida. Yaani tutakukumbuka sana. Aisee. Yaani nikienda kumwambia baba ya kuwa ba mdogo amejinyonga, natumai atafurahi. Yaani atalukaluka, yani kama namuona. Lakini hivi ni mwache kweli afe ba mdogo? Hamna. Kwa sababu njia anayoitumia baba ni njia yake. Halafu na mimi na plani zangu. Kwa nini sasa niruhusu plani ya mwenzangu ifanikiwe ingalikuwa ya kwangu haifanikiwi? Hamna. Yaani hapa ngoja nimsaidie. Haiwezekani. Nimsaidie alafu sasa nifanikishe jambo langu. Natakiwa niwakusanye hao wote hawa. Kwa nini wanajiacha? Ingekuwa wanakufa wote ningewaacha. Ba mdogo. Ba mdogo. Ba mdogo. Ba mdogo, umejifikiriaje kwanza? Kwa sababu mwenye amesababisha matatizo yupo nyumbani na analalamika kuhusu wewe. Yupo na mzee hapo nyumbani nimemwacha. Mimi nimetoka zangu pale nikaona unapita na kamba. Nikasema anaenda shamba wala wapi? Kwa sababu hauna shamba huku. Cha ajabu sasa nimekuona, yani unakuja kwenye ripoti na umefunga mti hapa. Yaani mwenye amekusababishia matatizo yupo nyumbani. Sasa hivi penye naongea hivi yupo nyumbani. Unasema? Yaani hiki kizee sikipendi hiki. Yaani kwani nimekiruhusu kikaenda nyumbani? Kwanza ningekiacha kifwe. Lakini hamna. Waga wanasema adui yako muombee siku nyingi za kuishi. Na hii ngoja imtese sasa mpaka maisha yake yote. Na ataona mimi sasa mimi Alan ndio nani. Atanijua Alan ni mimi ndio nani. Sina wewe mwenzake amekaa nyumbani. Mpaka waniambie. Kwa nini wananificha? Si wanajifanya wajeuri? Subiri, ngoja nikimbia kwa hiyo lizee. Asije akananilia.
Yuko wapi? Nani ambaye unamtafuta? Nimeambiwa. Yuko. Kwani kuna nini? Kuna nini? Kuna nini kimetokea? Hivi kuna nini? Niambieni. Tu mwanao. Huyu mwanao Alan ameniambia yupo huku. Huyu mwanao. Sikilizeni wazee wangu. Ngoja niwaambie. Kaa kwanza mzee wangu, kaa kwanza mzee wangu. Sasa iko hivi. Subirieni sasa. Yaani wazee wangu iko hivi, unasikia mzee wangu? Yaani iko hivi. Katika pita zangu, sasa mara nikamwona ba mdogo, sawa? Nilipomwona ba mdogo, cha ajabu anaishia kwenye msitu, sawa? Sasa kilichonichanganya zaidi, alikuwa ameshika kamba mkononi. Sasa nikaona hamna. Ngoja nimfuatilie. Hivi anaenda wapi huyo? Aya, nimeenda we. Nikashangaa anafunga kamba kwenye mti. Sawa? Hicho ndio kiliniuma sasa. Akamaliza kufunga kamba, nikaona anajivisha shingoni. Ajinyonge mzee wangu. Ani ba mdogo. Mbinu niliyotumia ni moja. Ndio nikamwambia sasa, "Baba, unataka kufanyaje?" Mwenye amekusababishia matatizo yupo nyumbani. Yupo nyumbani na nimemwacha kwa mzee, anakushtaki wewe mwenyewe. Sasa ndio hapo sasa kutoka mbio kuja moja kwa moja hapa, ndio maana ndio hicho ndio alikuwa anakuuliza. Ndio maana amekuja hapa anasema yuko wapi? Kwa hiyo swala ndio hilo. Mdogo wangu. Ndipo umefikia hapo. Haya maamuzi ambayo uliojichukulia, hivi ulijifikiria kweli? Mbona haya maamuzi haya ni magumu? Hivi wewe ukoje akini? Ukienda kule Ahera utarudi? Kwa nini usingetulia kabisa? Usingerudi ukienda Ahera. Ukienda ni mazima. Waga warudi. Kaa utulie. Shida nini? Shida nini? Ukienda Ahera ni moja kwa moja. Hakuna kurudi. Mimi kakako. Niambie kama unaniheshimu. Ni hivi kakaangu Chuga. Mimi nilivyo hapa nina matatizo makubwa sana. Kwa sababu mimi nimeoa wanawake. Wa kwanza nimemuoa na wenyewe tukanivurugana. Akawa ameondoka. Wa pili naye nikaoa na mwenyewe akaendelea kunichanganya akaondoka. Wa tatu naye mwenyewe ni vile akaondoka. Kinachonichanganya na huyu wa sita niliyooa naye mwenyewe ameondoka, ila ameondoka kwa mazingira ambayo mimi sifahamu. Kwa hiyo mpaka saizi sielewi nifanye nini, mpaka nikaamua kufanya maamuzi ya kufanyaje, ya kujinyonga. Baba, ina maana ndio umefikia huko? Unajua kwenye maisha kuna kupanda na kushuka, kwa sababu haya maamuzi uliochukua ni magumu sana. Hivi binadamu tungekuwa tunaishi hivyo, tungekuwepo kweli? Yaani cha kufanya hapo mzee wangu, wewe huyo mwanamke mamangu mdogo, utaenda nyumbani ukamuulize kwa upole, umuulize, kwani mke wangu nimekukosea nini? Na utayaona sasa maneno ya kumuuliza ili akufanyaje, akuambie. Kwa sababu huwezi tu ukachukua maamuzi kama hayo, kwa sababu duniani waga hatuishi hivyo mzee wangu.
Au nakosea mzee wangu? Kweli kabisa, tafuta siku mwende mkaongea naye. Umenisikiliza Hakimu? Sawa, nimewaelewa. Alani. Huyu mtoto nani ndio kweli yani? Au na wapi sasa hivi? Hivi wewe mtoto unisikii au? Njoo basi. Mtoto naye huyu. Vipi mzee wangu, za asubuhi? Melalaje mzee wangu? Salama tu, jambo? Poa. Unasemaje mzee wangu? Maana umeniamsha asubuhi bado nilikuwa nimelala. Eleza shida yako haraka. Hivi wewe kijana una akili kweli wewe? Maana haiwezekani. Yaani tunapanga jambo mimi na wewe, unaenda kinyume na makubaliano. Hivi wewe mzee, kwani kuna nini? Mbona sikuelewi? Yaani unazunguka tu na mimi sikuelewi. Hebu nyoosha kabisa. Kwa sababu umenikurupua sana nilikuwa kwenye usingizi. Nyoosha. Kwa nini umuokoe Chuma? Yale ambayo aliyochukua yale alikuwa ameshaturahisishia kazi yetu. Na wewe kihelehele chako ukaenda kumsaidia. Hivi wewe mzee, unajua jana mimi niliogopa. Sijawahi shuhudia mtu anajinyonga. Na ndio maana nilitetemeka sana. Nikafikia mahala nikamsaidia. Kwa sababu ningefanyaje sasa? Afadhali ningekuwa sijamuona. Hapo usinilaumu. Usinilaumu kabisa mzee wangu, kwa sababu na mimi nilikuwa yani sijawahi ona kwanza mtu anakufa. Niuzi sana pumbafu wewe. Mimi ngoja niende kwenye kazi zangu. Hii ndio maana kufanya dili na watoto. Yaani wewe mzee, ungekuwa unajua plani yangu juu yako, usingeongea hayo. Na niliyafanya kwa mkusudi. Na mimi nina lengo langu. Wewe una plani zako na mimi na plani zangu. Usiniuzi wewe mzee mshenzi wewe. Umeona sasa? Yaani baba mdogo huyu. Hizi hela kwanza zingekuwa za kwangu. Anakuaje na hela nyingi kiasi hiki? Hamna. Hizi hela zitakuwa ziwe za kwangu. Na hii mali ingekuwa ya kwangu. Wazee haistahili kabisa. Yaani mimi nakaa hapa napanga kwa mzee ule. Hamna. Hizi mali
Ani hizi hela. Ngoja niendelee kuangalia, wenda bado zipo nyingine ndani. Subiria. Ina maana hapa mtu ameingia hapa? Maana pako mlango wazi.